Muy buenos días, ministros. Habari za mchana wa huduma wenza katika ufalme wa Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo. Ni baraka na upendeleo mkuu kwa pamoja nanyi katika wakati huu ili kushiriki pamoja nanyi nyakati za ushirika kuhusu neno la Mungu na mpangilio wake unaoambatana na wakati huu wa mwisho. Tutasoma fungu la Biblia katika Samueli wa kwanza mlango wa 17. Hii ni ile tukio ya vita ya Daudi na Goliathi. Mstari wa 45 na kuendelea, ambapo inasema, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondosha kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi wa Filisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Nao jamii ya watu wote pia wajua kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana. Hebu Mungu abariki nafsi zetu kwa neno lake na tujalie kulielewa. Mweza kuketi tafadhali. Wachungaji wakimshinda adui kwa roho ya Mungu wa Israeli. Hiyo ndio mada ya wakati huu. Asante sana Daudi. Jinsi ilivyo katika historia, vita hivi vya Daudi vilivyorekodiwa kama kijana ambaye alitiwa mafuta na nabii Samueli na mafuta ya upako ambaye inawakilisha Roho Mtakatifu. Akiwa amepakwa mafuta kama mfalme, alijua kwamba hata kufa katika vita hivyo au katika vita vingine hadi atakapokuwa mfalme na kuthibitishwa katika ufalme. Kwa hiyo Daudi alimtumaini Mungu na baraka ambazo zilikuwa zimenenwa juu yake na kwa ajili yake. Vivyo hivyo tunapata katika Daudi na safari yake onyesho ya maisha ya jinsi maisha ya Mesia ingekuwa. Kama vile Mesia alivyoonyeshwa katika Abeli akifa, na kisha katika Sethi uzao wa Adamu, uzao wa Adamu ukirejeshwa. Samahani. Uzao wa Adamu ukirejeshwa kupitia kwa kuzaliwa kwa Sethi, ambaye ni mwana kwa mfano wa Adamu.
tunapata ya kwamba Abeli akifa inawakilisha Kristo akifa, na Sethi kuzaliwa anawakilisha Kristo akifufuka, ufufuo wa Kristo. Na pamoja na Sethi, watu, yeye na watu walianza kutangaza jina la Mungu. Hebu tuione hapa. Nos dice la escritura, maandiko yanatuambia vamos a ver el pasaje que nos habla. Hebu tuone fungu linalotunenea juu ya Sethi. Mlango wa 4 mstari wa 25 hadi 26 inasema, Adamu, hiyo ni kitabu cha Mwanzo, Adamu akamjua mke wake tena, akazaa mwana mwanamume, akamwita jina lake Sethi, maana alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili, kwa sababu Kaini alimuua. Sethi naye akazaa mwana, akamwita jina lake Enoshi. Hapo ndipo watu walipoanza kuliita jina la Bwana. Na sasa tunapata ya kwamba Sethi ni kivuli na mfano yake Kristo. Na sasa Kristo akifufuka, tunapata ya kwamba watu miongoni mwa jamii ya wanadamu walianza kuliita jina la Mungu wa Israeli. Na Injili imeenea hivyo, ikitangaza jina la kibinadamu la Mungu ambalo ni Yesu au Yesu Kristo. Na mamilioni ya wanadamu wamekuwa wakiingia katika ufalme wa Mungu. Na katika hiyo uzao ya wana na binti wa Mungu na uzao wao walioonyeshwa katika Sethi na uzao wake, watoto, wajukuu na hali kadhalika, tunapata wajumbe mbalimbali ambao wengine wao walikuwa ni wajumbe wa vipindi. Jinsi Adamu alivyokuwa mjumbe wa kwanza wa kipindi, kisha wa pili anakuja uwanjani, katika mahali pa Habili, kisha Sethi anakuja, na baadaye zaidi Nuhu anatokea kama mjumbe. Hebu tuone ni Nuhu ni namba ngapi? El 10º es Noé. Nuhu ni wa 10.
Na katika wakati wa mjumbe wa 10 Nuhu, hukumu ya kiungu ingekuja juu ya ulimwengu wa kabla ya gharika. Pia katika laini hii ya wajumbe, Enoko anatokea kama mjumbe wa 7, lakini hakuwa mjumbe wa kipindi. Kisha Metusela anakuja kama wa 8, na kisha Lamek anakuja kama wa 9, halafu Nuhu wa 10. Mjumbe wa 10 ambaye katika hiyo laini ni muhimu sana. Tukimhesabu Nuhu kama wa 10 na turejee nyuma, tutapata Enoko kama wa 7, na pia tutampata Sethi kama wa 2 na Adamu kama wa kwanza. Na sasa kutoka uzao wa Adamu wa 2, pale tuko na laini ama uzao muhimu sana. Kwa mfano, Adamu wa 2 Kristo, kisha kukaja Petro, baada ya Petro Paulo akaja, yani Kristo anakuja, Adamu wa 2, Petro anakuja mjumbe wa kwanza na funguo za ufalme, na kisha kunakuja wale wajumbe 7. Hao sasa ni 9. Yani mjumbe William Branham alikuwa ni nambari 9. Paulo alikuwa wa 3. Na sasa kama siku za Nuhu, wakati huu itakuwa kama huo, na hivyo basi itakuwa ni wakati ambapo Mungu ataweka mwisho wa ufalme wa watu wa mataifa, ili Mungu kuanzisha ufalme wake hapa duniani. Kupitia kwa mjumbe wa 10 Nuhu, tazameni ya kwamba alikuwa ni mjumbe aliyeishi kabla ya gharika, na baadaye akaishi miaka mengine baada ya gharika. Nuhu basi, maandiko inasema ya kwamba aliishi idadi ndefu sana ya miaka. Hiyo ni, hebu tuone kama ninayo hapa. Mlango wa 9 mstari wa 28 hadi 29 nasema, na Nuhu aliishi baada ya gharika miaka 350. Kwa maneno mengine aliishi kabla ya gharika. Kabla ya gharika aliishi kwa muda mrefu sana kuliko baada ya hapo. Miaka 600 katika maisha ya Nuhu kabla ya gharika, na kisha akaishi miaka 350. Na siku zote za Nuhu zikawa 950 na kufa. Na sasa Nuhu alikuwa ni nabii wa kipindi, ambaye alikuwa ni mjumbe wa kipindi cha utawala ama serikali ya mwanadamu, na alikuwa ni mjumbe na ujumbe wa mwisho wa ile kizazi ya kabla ya gharika. Alikuwa ni mjumbe na ufunuo ya dhiki kuu ambayo ingekuja juu ya jamii ya wanadamu. Na hivyo basi alikuwa ndiye mjumbe aliyenena hiyo hukumu, akiwatangazia watu kila ambacho kingefanyika, na pia akaonyesha njia ya kuepuka hukumu za kiungu.
Na sasa Kristo mwenyewe anasema ya kwamba kuja kwake mwanadamu, dhihirisho, ufunuo ya mwanadamu utakuwa kama siku za Nuhu. Hivyo basi kutakuwa na mjumbe wa kipindi aliye na ujumbe wa mwisho wa Mungu, na atakuwa ni wa uzao wa Adamu wa pili, ambaye atakuwa analeta ujumbe wake kwa watu wote, mataifa na lugha, kwa kuwa atakuwa yule atakayekula kile kitabu wazi ambaye malaika analeta katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 10, ambaye itakuwa ni kitabu cha uzima, kitabu cha ukombozi wa mbingu na nchi, kitabu cha uzima cha mwanakondoo, ambapo wameandikwa wale wote ambao wataishi milele na wale ambao watakuwa ni sehemu ya kanisa la Bwana Yesu Kristo, kila mmoja katika kizazi ambapo wamewekwa kuishi. Na sasa uzao huu wa Mungu kupitia kwa Adamu wa pili unazaliwa katika ufalme wa Mungu kwa kuzaliwa kwa maji na Roho, kwa kumpokea Kristo na kubatizwa kwa maji kwa jina lake, kupokea Roho wa Kristo. Na hivyo basi ni uzao mpya ama jamii mpya, uzao mpya ambao Mungu anaumba, ambayo ni ya mbinguni, ni jamii ama ni uzao wa kimbinguni ambao ungepitia duniani katika miili inayokufa, lakini wangepata uzima wa milele kupitia kwa kuzaliwa mara ya pili, na hivyo basi wangezaliwa mara ya pili. Wanazaliwa duniani, lakini uzao huo inawapa mwili wa muda tu unaokufa, lakini lengo ni ya kwamba wampate Kristo Adamu wa pili, ili ya kwamba awape kuzaliwa mara ya pili na wazaliwe katika ufalme wa Adamu wa pili, ufalme wa Mungu ambao ni ufalme wa Kristo, wazaliwe na hivyo basi wazaliwe katika na kwa uzima wa milele, na hivyo basi wapokee mwili wa kimalaika wa kiwango cha 6 na watiwe muhuri hadi siku ya ukombozi ya mwili ambao utakuwa ni kubadilishwa kwetu, ambapo jinsi Adamu na pia Adamu wa pili Kristo, kabla ya kuwa na mwili wa kihalisi, walikuwa na mwili wa kimalaika, na baadaye Mungu akawapa mwili wa kihalisi. Na ni hivyo pia kwa wana wote na binti wote wa Mungu, ingawa wanapokea mwili wa kihalisi kwa kuja duniani, huo ni mwili wa muda, lakini mwili mpya wataipokea baada ya kufufuliwa kwa wafu katika Kristo na kubadilishwa kwa wale walio hai, ambao kwa hiyo wanapokea kwanza ule mwili wa kimalaika ambaye ni roho wa kutoka kiwango kingine, kiwango cha 6, kwa kuwa roho waliopokea walipozaliwa duniani kupitia kwa wazazi wao wa kidunia ni roho ya ulimwengu, mwili wa kiroho wa ulimwengu, na hivyo basi ni mwili wa kiroho wa kiwango kingine ulio kinyume na ule wa Mungu. Lakini na baadaye walipokea mwili wa kihalisi unaokufa ambao si wa ufalme wa Mungu, kwa kuwa ufalme wa Mungu ni wa milele. Lakini wangepatana na Kristo, wangepokea ukombozi, na hiyo ni Kutoka ya pili, ambapo Mungu anawatoa kutoka kwa ufalme wa giza, jinsi alivyotoa watu wake Israeli kutoka kwa ufalme wa Firauni. Firauni anawakilisha yule mwovu Ibilisi,
na ufalme wake unawakilisha ufalme wa giza, ambapo uzao wa Yakobo walikuwa watumwa. Hivyo basi, hiyo yote inashuhudia kile ambacho kingekuwa kinatukia kwa ajili ya kuwekwa huru kwa wana na binti wote wa Mungu, ambao wangekuwa huru kutoka kwa ufalme wa giza na kutoka kwa nguvu za giza, nguvu za jemedari wa giza ambaye ni Ibilisi, na wangewekwa katika nchi ya ahadi ya mwili ya ufalme wa Mungu, ufalme wa Kristo. Na hivyo basi wangekuja kwa sehemu ya kanisa la Bwana Yesu Kristo, ambao ni washiriki wa ufalme huu wa Mungu, ambao ni wana na binti wa Mungu, ambao ni wana wafalme wa mbinguni, wana na binti wa ufalme wa mbingu, wa mfalme wa mbingu na nchi. Na sasa katika ufalme ni nani ambao ni sehemu ya jamii ya kifalme? Ni mfalme, malkia na watoto wao. Hao ni wale walio na damu ya kifalme. Wanaitwa pia, ama inaitwa pia, damu samawati. Ingawa damu yote ni nyekundu, lakini wanaita damu samawati. Na sasa wazao wote wa damu ya pili hawazaliwi kwa njia ambayo wale wazaliwa wa Adamu wa kwanza wanazaliwa, kwa kuwa katika wakati wa Adamu na Hawa aliharibu njia ambayo wana na binti wote wa Mungu ilifaa waje, wale ambao wameandikwa mbinguni katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Na Adamu basi hakuweza kuleta hawa wana wote hadi kudhihirishwa katika mili ya milele na mili ya kiroho ya milele, kwa sababu ile njia ambayo ilifaa waje ilikuwa imeharibiwa, ambayo ilikuwa ni kupitia kwa uumbaji wa kiungu. Na sasa baada ya kuanguka katika bustani ya Edeni, basi wanapokea mwili wa ulimwengu wa ufalme wa giza, na hivyo basi wanapokea mwili wa kinyama, na hivyo basi hiyo si ya milele. Lakini katika mpangilio wa ukombozi ambayo inawakilisha ama inamaanisha kurejea kwa mahali pa asili, Mungu kupitia kwa Kristo, jinsi alivyowaweka huru Israeli kupitia kwa nabii Musa, sasa kupitia kwa Kristo anatekeleza kutoka ya pili, ambayo inafanya kazi katika uwanja wa kiroho, lakini ambayo kwa njia ya kimwili ilibidi afe. Na jinsi katika Kutoka, ili kuepuka kufa kwa wazaliwa wa kwanza wa Waebrania waliokuwa pale Misri, ilifaa ile sadaka ya mwanakondoo wa Pasaka itekelezwe, ambaye kila jamii ilitoa sadaka kwa ajili ya uzima ya wazaliwa wa kwanza waliokuwa katika hizo nyumba. Na sasa ili kuhifadhiwa kwa maisha ya wazaliwa wa kwanza wa Mungu ambao wameandikwa mbinguni katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo, Yesu Kristo ilibidi afe kwenye msalaba wa Kalvari. Na ndio maana tuko na kile kilichotokea pale. Damu ya mwanakondoo wa Pasaka iliwekwa kwenye miimo ya milango katika nyumba ambapo kulikuwa
na wale wana wazaliwa kwanza. Yaani kila jamii ilipaswa kuwa na hiyo ishara ya damu katika nyumba zao. Na nyumba ya Mungu ambayo ni kanisa la Bwana Yesu Kristo, kuna damu ya mwanakondoo wa Pasaka ambaye ni Kristo iliyopakwa. Kumbukeni ya kwamba Yohana alisema, tazameni hapa mwanakondoo wa Mungu ambaye anaondoa dhambi ya ulimwengu. Hiyo iko katika Yohana mlango wa kwanza mstari wa 29 hadi 36. Na sasa Kristo ni Pasaka wetu. Paulo anasema katika Korintho wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 7, Kristo ni Pasaka wetu ambaye alisulubishwa. Na sasa kifo cha kiroho kimekuwa kikizunguka duniani, lakini wale ambao wamekuwa na damu ya Kristo ikuwa imepakwa katika nyoyo zao, ambao hivyo basi wameingia katika nyumba ya Mungu ambaye ni kanisa la Bwana Yesu Kristo, ambapo pia kuna hiyo damu imepakwa katika milango ya hiyo nyumba, na mlango ni Kristo. Basi ni katika Kristo mlango ambapo kuna damu ambayo ingewaeka huru kutoka kifo wale wazaliwa kwanza wote. Na sasa tunapata kwamba Kutoka ya pili, Second Exodus, imekuwa katika uwanja wa kiroho, wakitolewa kutoka kwa ufalme wa giza na kuwekwa katika ufalme wa Kristo, ufalme wa Mungu. Kisha Kutoka ya tatu iko na sehemu kadhaa. Kwa mfano, Kutoka ya tatu iko na ile kutoka kwa Misri kwa ushindi, Misri ya kidini, na kuwekwa katika hatua ya kizazi cha ufalme ambaye ni kizazi cha jiwe la pembeni, na sehemu ya kimwili itakuwa ni kuwekwa ama kutolewa kutoka kwa ufalme wa dunia, kutoka kwa ufalme ya watu wa mataifa, wale walio katika ufalme huo ambaye inazunguka dunia yote, na pia tukiwekwa huru. Inatuonyesha ya kwamba hiyo inatunenea ya kwamba tutawekwa huru kutoka kwa uwanja huu wa kihalisi wa kidunia ambao unatawaliwa na ufalme wa giza, na tutachukuliwa katika ufalme wa Mungu, ufalme wa Kristo, ambaye inatunenea kuhusu kubadilishwa kwetu tulio hai na kufufuliwa katika mili ya milele wale waliokufa katika Kristo. Na kwa njia hiyo, kwa njia ya kihalisi tutaingia katika ufalme wa Mungu, ufalme wa Kristo, na hivyo basi tutaenda pamoja na Kristo kwenye karamu ya jioni ya harusi ya mwanakondoo, na kisha tutarejea duniani kwa ajili ya kuanzishwa kwa ufalme wa Kristo ambao ni ufalme wa Mungu, ambao utakuwa ni kurejeshwa kwa ufalme wa Daudi hapa duniani. Ni rahisi hivyo. Na sasa katika Kutoka kwa kwanza na kwa ajili ya Kutoka kwa kwanza kulikuwa na mapambano, na kwa Kutoka mara ya pili pia, na kwa ajili ya Kutoka ya tatu kutakuwa na mapambano mfinyo. Lakini kama pale katika Kutoka ya kwanza watu walipokea ushindi, Mungu aliwapa ushindi wale watu wakiongozwa na Roho wa Mungu,
iliyodhihirishwa katika Musa na katika Kutoka ya pili pia. Watu walipokea ushindi ambao Mungu aliwapa kupitia kwa Yesu Kristo. Kumbukeni ya kwamba kwa ajili ya kila kutoka kuna mjumbe wa kipindi na ujumbe wa kipindi. Kisha kama katika zile kutoka zilizopita, watu walipokea ushindi, Mungu aliwapa ushindi, na hivyo basi ni ushindi wa Mungu juu ya ufalme wa dunia. Kwa ajili ya Kutoka ya 3 pia ushindi utakuwa wake Mungu, wa Kristo, wa Mungu kupitia kwa Kristo, na hivyo basi watu wa Mungu. Na hivyo basi kutakuwa na mjumbe wa kipindi na huduma ambao atakuwa bega kwa bega pamoja naye kufanya kazi katika mpangilio wa Kutoka ya 3, ambayo italeta ushindi mkuu katika upendo wa kiungu, ili katika kubadilishwa, kufufuliwa kwa wale waliokufa katika Kristo na kubadilishwa kwetu tulio hai. Haya yote pia, ushindi huo tutauona katika Daudi. Tunaona katika Daudi akishinda Goliathi, jinsi Farao anavyowakilisha yule jemedari wa giza. Kwa kuwa jemedari wa giza, Ibilisi, amawakilisha katika Farao, basi pia tunapata ya kwamba baadaye katika Kutoka mara ya pili, Kristo alimshinda Ibilisi, yule Farao wa ufalme wa giza. Na kisha katika Kutoka ya 3 tunapata ya kwamba Kristo na mpinga Kristo wapambana, na mpinga Kristo akiwakilishwa katika Farao na Kristo akiwakilishwa katika Musa. Na sasa Kristo na mjumbe aliye naye, ambapo amejidhihirisha, na wale wajumbe ambao watakuwa pamoja na huyo mjumbe watakuwa ni wachungaji ambao watakuwa wakishinda katika wakati huu wa mwisho, wakimshinda Ibilisi kupitia kwa Roho Mtakatifu, kwa Roho wa Mungu wa Israeli. Vita hivi vyote ambapo Mungu anaingilia kati na kuwapa watu ushindi, na mjumbe ambaye alikuwa anaongoza hao watu wa Mungu, ni kivuli na mfano ya kile kitakachokuwa kikitokea katika wakati huu wa mwisho. Na ushindi utakuwa ni wa nani? Utakuwa ni wa Mungu na watu wake, pamoja na huduma wake ambao watakuwa pamoja na watu wa Mungu katika siku ya mwisho, katika kizazi ambacho wamewekwa, kizazi cha jiwe la pembeni, na ambao watakuwa katika hiyo maingiliano ya vipindi, jinsi Nuhu alivyokuwa katika hiyo maingiliano ya vipindi, na pia Musa na Yesu pia. Yesu tunampata katika hiyo maingiliano ya vipindi, ya kipindi cha neema na kipindi cha sheria. Musa pia alikuwa katika hiyo mapitano ya vipindi, ya kipindi cha sheria na kipindi cha ahadi, na Nuhu katika mapitano ya kipindi cha serikali ya mwanadamu na kipindi cha kujua mema na mabaya. Na kwa ajili ya siku ya mwisho, katika kuingiana kwa ufalme, kipindi cha ufalme na kipindi cha neema, ni rahisi hivyo. Hivyo basi kutakuwa na wachungaji ambao wanamshinda Ibilisi kwa Roho wa Mungu wa Israeli, ambaye atakuwa amedhihirishwa miongoni mwa kanisa lake katika siku ya mwisho, na atakuwa na ujumbe wake kwa ajili ya siku ya mwisho, ambao hao wahuduma ambao atakuwa na mshinda Ibilisi watamtambua mjumbe wa Mungu kwa ajili ya siku ya mwisho, na pamoja na mjumbe atakuwa na mshinda Ibilisi, mpinga Kristo, ambaye atajaribu
kuangamiza hao wateule wa Mungu. Atajaribu kuangamiza kanisa, atajaribu kuangamiza kanisa biharusi la Bwana Yesu Kristo, na atajaribu kuangamiza ama kuangamiza Wayahudi pia. Lakini Kristo atakuwa amedhihirishwa, na kutakuwa na huduma ambao atakuwa anaona dhihirisho hilo la Kristo, na atakuwa bega kwa bega pamoja na Kristo na mjumbe ambaye atakuwa naye kwa ajili ya siku ya mwisho. Na hivyo basi watakuwa wakishinda ibilisi wa Mungu. Watakuwa nashinda ibilisi ambaye atafanyika mwili katika mpinga Kristo, katika mtu wa dhambi. Hivyo basi mapambano haya au vita ambayo inaonekana katika Ufunuo mlango wa 17, ambapo maandiko yanasema ya kwamba yule mtu wa dhambi ibilisi akiwa amefanyika mwili atafanya vita dhidi ya yule mpanda farasi wa farasi mweupe wa Ufunuo 17:9, lakini anasema kwamba mwanakondoo atamshinda, kwa kuwa yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Hivyo basi tuko upande sahihi. Tuko katika upande wa Kristo ili kupokea ushindi mkuu katika upendo wa kiungu katika siku ya mwisho. Tuko katika upande wa ushindi. Tazameni hapa haya mapambano yatakayokuwa katika Ufunuo mlango wa 12, ambapo kutakuwa na vita mbinguni. Vita hivyo mbinguni vitaonyeshwa hapa duniani. Na kisha katika Ufunuo mlango wa 17 mstari wa 11 inasema, na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko, yeye ndiye wa 8, naye ni mmoja wa wale 7, naye anaenda kwenye uharibifu. Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Hao wana shauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka. Hao watafanya vita na mwanakondoo, na mwanakondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Walio pamoja naye ni sehemu ama washirika wa kanisa waliokombolewa na damu ya Kristo. Ni wale waumini wote katika Kristo waliozaliwa mara ya pili, ambao ni wa ufalme huu wa Mungu, ufalme wa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na hivyo basi ushindi ni wetu. Ushindi ni wa Kristo na kanisa lake. Na hivyo basi wahuduma wote watakaokuwa kufanya kazi bega kwa bega katika mpangilio wa kiungu unaoambatana na wakati wetu watapokea ushindi mkuu katika upendo wa kiungu, kwa kuwa utakuwa ni ushindi wa Kristo na kanisa lake. Wahuduma wakimshinda ibilisi kwa roho wa Mungu wa Israeli. Na sasa tunapata ya kwamba kila wakati ambapo kuna kazi ya kununua ama kujenga kwa ajili ya lengo la kiungu, watu wanahisi katika nyoyo zao ile shauku na furaha ya kushirikiana, ya kutoa kwa ajili ya lengo hilo. Na kama kuna maandiko ama unabii ambaye inanena juu ya eneo kama hilo, kama ile mfano ya maskani aliyojenga Musa na hekalu alilojenga mfalme Sulemani, na kwamba hiyo iko katika mpangilio wa kiungu, basi itakuwaje zaidi furaha mingi. Watu watakuwa na furaha mingi
ya kutoa. Kile ambacho inafaa waambiwe tu ni kile ambacho kimeahidiwa kufanywa, na kile ambacho kimeahidiwa ili mpangilio wa Mungu itimie. Na hawa watasema, mimi nataka hiyo itimie, ambayo kwa hiyo nitaenda kufanya kazi, nitaenda kutoa matoleo, nitaenda kushirikiana na nitaenda kuomba. Ili itokee uwanjani kile ambacho Mungu alisema kwamba itatokea, ili ya kwamba afanye yote ambayo ameahidi kufanya. Na sasa kuna ahadi kwa ajili ya wakati wetu ya kwamba kutakuja na hatua ya utukufu miongoni mwa kanisa la Bwana Yesu Kristo, ambayo iliitwa ama ilitambuliwa kama mvuto wa tatu. Na wakati mchungaji William Branham alipoiona mvuto wa tatu ikifanya kazi, baada yake kumaliza wakati wake, aliona ya kwamba mvuto huo wa tatu ulikuwa ukidhihirishwa katika jengo kuu ambaye alieleza kama hema kuu au hekalu, ambayo inaonyesha ya kwamba ilikuwa inaonekana kama hekalu, ilikuwa inaonekana kama hema na pia kama jengo. Hivyo basi itakuwa na hizo sifa, hiyo eneo ambapo mvuto wa tatu, ambapo Mungu atadhihirisha nguvu zake katika utimilifu wake wote, itakuwa inatimia. Hivyo basi sisi sote tunataka ya kwamba itokee, ili ile maskani ambayo Mungu alimwambia Musa awe nayo itokee. Ilifaa wafanya kazi na kuijenga, kwa kuwa sehemu ya kihalisi ni sehemu ya watu pamoja na mjumbe wa wakati, ambapo hiyo sehemu ya kihalisi inafaa ionekane kwa ajili ya hatua hiyo. Kama ilisemwa ya kwamba kungetokea maskani ama hekalu, lazima mtu angeijenga, na watu wa Mungu wangekuwa wakifanya kazi kwa ajili ya ujenzi huo, mjumbe pamoja na watu. Ilikuwa hivyo katika wakati wa Musa, na ilikuwa hivyo katika wakati wa Mfalme Sulemani vile vile, na inafaa iwe hivyo katika wakati wetu pia. Nami nawaambia, tazameni, sio moja tu, bali kadhaa zitatokea katika mataifa mbalimbali. Mvuto huu wa tatu yaweza kudhihirishwa katika mataifa mbalimbali, lakini katika wakati ambapo mchungaji William Branham alipelekwa kuona mvuto wa tatu ukidhihirishwa, aliona katika mahali fulani, lakini sitaki kusema kwamba itaanza tu katika eneo moja tu. Inaweza kuanza na kudhihirishwa katika taifa moja, na kudhihirishwa katika lingine, na kudhihirishwa katika lingine. Na katika moja hapo ambapo imedhihirishwa, ile wakati ambapo mchungaji William Branham alisafirishwa kuona itatimia, ambapo alichukuliwa ili kuona mvuto wa tatu. Mara utakapoona mvuto wa tatu umedhihirishwa, basi wakati utakuwa umesonga sana, yani ya kwamba wakati ambapo mvuto wa tatu inadhihirishwa sio mwanzo, kwa kuwa ili kufika katika hiyo sehemu ya kilele ambapo aliona, yote lazima ianze kwa njia rahisi hadi ifike kwenye kilele, ifike katika sehemu ya kilele ambapo aliona. Na yeye hakuona mwisho, bali aliona kile kilichokuwa kikifanyika pale, na hakujua kwamba ilikuwa inafanyika siku ngapi hiyo,
na hakujua kwamba itakuwa inatokea siku zingine ngapi katika mahali pale pale. Kwa kuwa ile laini ya maombi alisema kwamba ilikuwa ni ndefu sana. Yana kwamba wale watu ambao hawangeweza kushughulikiwa katika hiyo siku wangeshughulikiwa katika siku iliyofuata, na ilikuwa kwa njia hiyo. Inafaa tujue ni ahadi gani zilizo kwa ajili ya wakati wetu, na pamoja na makusanyika yetu tufanye kazi pamoja kwa ajili ya kudhihirishwa kwa ahadi hizo. Pale kwa ajili ya kutimia kwa ile ono la hema kuu au hekalu, Mungu atakuwa na ushindi mkuu katika upendo wa kiungu kwa ajili ya watu wake. Na hivyo basi, kwa ajili ya ufalme wa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Na sasa wahuduma wakifanya kazi, ama kutakuwa na wahuduma wakifanya kazi katika mpangilio huu, kwa ajili ya mpangilio huu. Na hivyo basi watakuwa ni wahuduma ambao watakuwa na mshinda ibilisi kwa roho wa Mungu wa Israeli. Mungu wa Israeli, roho amesonga miongoni mwa mataifa kutoka kizazi hadi kizazi. Na katika kizazi pale kulikuwa na roho wa Mungu akiwa amedhihirishwa katika mjumbe anayeambatana na kila kizazi. Kwa ajili ya siku ya mwisho atakuwa miongoni mwa kanisa, na baadaye miongoni mwa watu wa Kiebrania. Atakuwa miongoni mwa kanisa katika kizazi kinachoambatana, ambayo ni kizazi cha jiwe la pembeni. Kila wakati amekuwa na mjumbe, na hivyo basi atakuwa naye kwa ajili ya wakati wetu. Naye pamoja na huduma ambao watakuwa wanafanya kazi, watakuwa wanapokea ushindi mkuu katika upendo wa kiungu, na hivyo basi watakuwa wakimshinda ibilisi. Wachungaji wakimshinda ibilisi kwa roho wa Mungu wa Israeli. Roho wa Mungu wa Israeli amesonga kutoka kizazi hadi kizazi, amevikwa na kufunuliwa miongoni mwa kanisa lake na kwa kanisa lake kupitia kwa mjumbe anayeambatana na kila kizazi. Imekuwa hivyo pia katika wakati huu wa mwisho, naye atajidhihirisha pia kwa watu wa Kiebrania ama Waebrania. Kwa hiyo tuko na katika wakati wetu tuko na sauti ya Mungu, sauti ya roho wa Mungu, au jinsi wimbo uliobora unavyosema. Waumini wote pia watasema, katika nchi yetu sauti ya njiwa, sauti ya Roho Mtakatifu imesikika. Katika nchi yetu, kila mtu katika taifa lake anaweza kusema vile vile. Na tunapoenda kwenye ulimwengu wa kiroho, basi tunaweza kusema, na katika nchi yetu, katika ufalme wetu, katika ufalme wa Kristo, katika kanisa la Yesu Kristo, sauti ya njiwa, sauti ya Roho Mtakatifu imesikika. Jinsi ilivyosikika katika kila kizazi, inasikika katika wakati huu wa mwisho. Itakuwa ni sauti ya Roho Mtakatifu, sauti ya njiwa, sauti ya yule tai, sauti ya Mungu kupitia kwa Kristo, malaika wa agano akinenea watu wake. Na hiyo ni baragumu kuu au sauti kuu ya baragumu, sauti ya Kristo ikizungumza na watu wake, na hivyo basi ikiletea watu wake ujumbe unaoambatana na wakati huu, ujumbe wa mvua ya masika na mvua ya vuli, ujumbe wa injili ya ufalme na ujumbe wa injili ya neema. Ujumbe mbili zitakuwa zikinenwa, ambazo zitakuwa ni mvua ya vuli na mvua ya masika. Ujumbe wa injili ya neema wa kipindi cha neema, na ujumbe wa kipindi cha ufalme kwa ajili ya, na ujumbe
ujumbe wa injili ya ufalme kwa kipindi cha ufalme. Ni rahisi hivyo, ili kupokea ushindi katika upendo wa kiungu, ushindi mkuu katika ufalme wa Mungu, na kupata au kupokea imani ya kubadilishwa na kuchukuliwa pamoja na Kristo kwenye karamu ya jioni ya harusi ya mwanakondoo. Imani, ufunuo kwa ajili ya unyakuzi, ambayo ni ufunuo wa muhuri ya 7. Ufunuo unaoambatana na wakati wa mwisho, na wateule wataona dhihirisho hilo au ufunuo huo wa muhuri wa 7. Wataamini kwa moyo wote na wataandaliwa ili kubadilishwa na kuchukuliwa pamoja na Kristo kwenye karamu ya jioni ya harusi ya mwanakondoo. Hao pia watakuwa wakimuona malaika ambaye ana muhuri wa 7. Kwenye ukurasa 469 wa kitabu cha mihuri katika Kihispania, malaika ambaye alikuwa tofauti na wengine, malaika ambaye alikuwa pamoja na malaika wengine na wajumbe wengine wa vizazi tofauti vya kanisa. Mchungaji William Branham pale aliona malaika 7. Aliona 7, lakini ikiwa anahesabu, akijihesabu walikuwa 8. Na kati ya wao wote kulikuwa na mmoja ambaye alikuwa ni tofauti na wale malaika 7 wa vizazi 7 vya makanisa, na huyo ndiye aliyemvutia sana mchungaji William Branham. Huyo alikuwa ni tofauti na wale wengine, basi alikuwa ni mjumbe wa kipindi. Hivyo basi, jinsi Mungu kupitia kwa Roho wake, kupitia kwa malaika wa agano, akiwa amedhihirishwa katika kila malaika mjumbe alivyotembelea kanisa, pia atakuwa anatembelea kanisa lake katika siku ya mwisho kupitia kwa malaika ambaye alikuwa ni tofauti na wale wengine. Na kanisa itapokea ufunuo ya muhuri wa 7 na itatambua malaika aliyekuwa tofauti na wale wengine. Malaika mwenye muhuri wa 7. Siri hizo zote zitakuwa zinafunuliwa kwa ajili ya wahuduma wa mwili wa kisiri wa Kristo katika siku ya mwisho, na kwa ajili ya kanisa lote la Bwana Yesu Kristo. Na yote itarekodiwa ili yote iweze kuonekana na kusikika katika wakati jinsi ilivyonenwa, ili mtu yote asiongeze wala kuondoa, ili yeyote asifanye neno hilo kukose kufanya kazi ambaye kwa hilo ilinenwa, ili mtu yote asibadilishe ile hisia. Kwa kuwa mtu yote akiguza ile hisia, basi atabadilisha pia ile matokeo itakayokuwa nayo. Hivyo basi, tunataka kwamba neno libaki safi jinsi ilivyokuja kutoka kwa Mungu katika wakati wetu, ili ya kwamba ilete matunda iliyoahidiwa, ili izae ile ambayo Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu ananena katika wakati huu wa mwisho. Na ni hivyo wahuduma watakuwa, kwa hiyo wahuduma wote watakuwa ni wachungaji ambao watakuwa wakimshinda adui kwa Roho wa Mungu wa Israeli. Kwa maana Roho wa Mungu wa Israeli atakuwa miongoni mwa kanisa lake, itatambuliwa na wahuduma wengine, na pamoja na Roho wa Mungu katika dhihirisho hilo miongoni mwa kanisa lake, wahuduma wengine watatembea wakisikiliza kile Roho atakuwa anasema na kutembea katika uongozi wa Roho, yani mwili wote mzima wa siri wa Kristo. Hiyo ndio njia ambayo Mungu kupitia kwa Roho wake, kupitia malaika wa agano, ameongoza watu wake
katika nyakati zote. Kupitia dhihirisho hilo la Mungu, kupitia Roho wake, kupitia malaika wa agano katika mjumbe anayeambatana na kila kizazi. Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu amekuwa katika kanisa lake kama mwili wa siri, na katika kila mtu binafsi kama ubatizo wa Roho Mtakatifu, ambapo mtu anapokea mwili wa kimalaika, roho kutoka mbinguni, kutokea kiwango cha 6. Na roho huyo anamwongoza kwa haki yote na kwa kweli yote. Mwili huo wote wa theofania, malaika wa kila mwaminio, anaitwa malaika wa Bwana, ambaye wazunguka wale wanaomwogopa na kuwatetea, huwaongoza katika mpangilio wa Mungu. Ndio maana Petro alipofungwa na walipokuwa wakimwombea, baadaye aliachiliwa na akafika katika nyumba ambapo walikuwa wanamwombea, na kijana Roda aliposikia kwamba kulikuwa na mtu anabisha mlangoni, akaenda kufungua, na kwa furaha alipojua ni Petro, alienda kuwatangazia wale waliokuwa ndani ya nyumba, nao akasema, sio Petro, Roda, wewe umekuwa pungwani. Sio Petro, ni malaika wake. Lakini Roda akasisitiza na akasema, hapana, ni Petro. Kwa nini walisema kwamba alikuwa ni malaika wake? Kwa kuwa kila mtu, kila muumini katika Kristo ako na malaika wake ambao ni mwili wake wa kimalaika, roho wa kiwango kingine. Kumbukeni kwamba mtu ni nafsi, roho na mwili. Na mtu anapozaliwa mbinguni kutoka katika ufalme wa Mungu, anazaliwa kwa uzima wa milele, na hivyo basi anapokea roho kutoka mbinguni, roho wa kiwango cha 6 wa ufalme wa Mungu. Na sasa tumeona ya kwamba ni hivyo kwa kila muumini katika Kristo kama mtu binafsi anaitwa malaika wa mtu huyo, na kwa kanisa ni malaika wa mtu, ni dhihirisho la Kristo katika Roho Mtakatifu ndani ya mjumbe wa kila kizazi. Mjumbe huyo ni malaika wa kanisa kwa kizazi hicho, lakini malaika wa kanisa ambaye ni wa vizazi vyote ni Kristo, malaika wa agano. Malaika wa agano akiwa amedhihirishwa ndani ya malaika mjumbe wa duniani, ambaye Mungu anamweka katika kanisa lake katika kila kizazi, mmoja kwa kila kizazi, na kwa ajili ya siku ya mwisho mmoja kwa ajili ya kizazi cha juu la pembeni, kizazi cha milele, na kwa huyu na atabakia na huyu. Kwa kuwa baada ya hii hakuna watu wengine wanaokuja kwa kanisa, na hivyo basi ataenda na huyu mjumbe kwa milenia na kwa umilele yote, na wale wengine ambao watakuwa pamoja naye bega kwa bega, jinsi walivyokuwa katika wingu, watakuwa pamoja naye bega kwa bega. Tunasema bega kwa bega, hiyo ni kusema kwamba hawatakuwa wameshikana, bali watakuwa wanafanya kazi pamoja nao. Vema, kama watakatifu watahukumu ulimwengu, watakuwa na mamlaka ya kuhukumu, na hivyo basi koti ya mbinguni itakuwa inawakilishwa kwao hapa duniani. Na kwa Wayahudi, wale mitume 12 watahukumu kabila 12 za Israeli, na kwa kanisa tuko na wajumbe mbalimbali wa vizazi mbalimbali, na kisha katika kizazi cha juu la pembeni. Hivyo basi nguvu za hukumu zitakuwa zimedhihirishwa pale. Tutakuwa na mahakama ya juu, yani Supreme Court, ikiwa na wale majaji 7 washirika wa ile mahakama, na mmoja akiongoza kundi hilo, malaika aliyeko tofauti na wengine.
na pale tutaacha yote kwa kimya, kwa kuwa pia tuko na mpangilio wa kuhani ambayo maandiko yanasema ya kwamba waumini katika Kristo ni makuhani. Mwanakondoo Kristo ametosha kutoka kwa dhambi zote na ametufanya kwa Mungu tuwe wafalme na makuhani, na tutatawala pamoja naye. Hiyo iko katika Ufunuo mlango wa 1 mstari wa 5 hadi wa 6 na Ufunuo mlango wa 5 mlango wa 5 mstari wa 8 hadi 11 na mlango wa 1 mstari wa 5 hadi wa 6 au 7 na Ufunuo mlango wa 20 mstari wa 4 hadi wa 6. Hivyo basi pale tuko na katika mpangilio wa kiungu tuko na nguvu mara tatu: nguvu za kisiasa ambayo kwa hiyo kwa kuwa itakuwa ni monarkia ya theokrasia ikifanya kazi, basi pale tutakuwa na ile utawala, ile utaratibu wa utawala ambayo itakuwa ni uzao wa Mungu kama wana na wafalme wa Mungu ambao ni washirika wa kanisa la Bwana Yesu Kristo, na miongoni mwao kuna wale ambao wataongoza kila kizazi, ambao ni wajumbe wa kila kizazi. Na Roho Mtakatifu amekuwa akihudumu kupitia kwa kila malaika mjumbe, lakini pamoja nao kumekuwa na makuhani wengine ambao ni sehemu ya kanisa kufanya kazi pamoja na mjumbe wa kila kizazi. Hakuna yeyote miongoni mwa wale wajumbe 7 alihudumu katika sehemu patakatifu pa patakatifu, kwa kuwa sehemu yao ilikuwa sehemu takatifu. Lakini kuna mmoja atakayeingia katika sehemu patakatifu pa patakatifu ambaye atakuwa ni mjumbe wa siku ya mwisho, na pale tutabaki kimya, kwa kuwa huyu ndiye anayeweka katika sehemu patakatifu pa patakatifu, ataweka sanduku la agano, neno ambayo imekuwa ikibebwa kutoka kizazi hadi kizazi na mjumbe wa kila kizazi. Walifika hadi mahali ambapo ilifaa wafikishe, na pamoja nao kumekuwa na wahuduma na wandugu waaminio wa kila kizazi wakifanya kazi katika hiyo kazi hadi mahali ambapo walijaliwa. Na kisha mjumbe mwingine amekuja akabeba ile sanduku la agano pamoja na wale ambao wamekuwa bega kwa bega pamoja naye, na wameipeleka hadi mahali ambapo walikubaliwa kufikisha. Hadi kafika wakati ambapo sehemu patakatifu ilifaa iende sasa kwenye sehemu patakatifu pa patakatifu. Vizazi 7 vinaambatana na sehemu patakatifu, lakini kizazi cha juu la pembeni kinaambatana na sehemu patakatifu pa patakatifu. Hapo tutaona baraka kuu sana ambayo tunayo kwa ajili ya wakati wetu. Kizazi cha sehemu patakatifu pa patakatifu, kizazi cha magharibi, kwa kuwa sehemu patakatifu pa patakatifu ilikuwa magharibi, na pale ndipo sanduku la agano liliwekwa na hali kutoka pale. Kristo, sanduku ya agano, kwa maana agano jipya limeundwa na limewekwa ndani ya Kristo. Nitakufanya agano kwa watu, Isaya 42 mstari wa 6 hadi wa 8 na Isaya 49:8 na mstari wa 8. Hapo tunapata ahadi hiyo. Kwa hiyo baraka ya Mungu imekuwa miongoni mwa kanisa la Bwana Yesu Kristo kutoka siku ya Pentekoste. Kabla hiyo ilikuwa wapi? Miongoni mwa watu wa Kiebrania katika ua la nje. Lakini wakati ilipoingia katika sehemu patakatifu pale, wale watumwa waliingia pamoja na waaminio wa Waebrania, Wayahudi, na basi pia Wayahudi watu wa mataifa wakaanza kuingia. Na kisha kumekuwa na mataifa wengi kuliko watu wa mataifa wengi kuliko Wayahudi, Waebrania, ambao wamekuwa wakiingia katika sehemu patakatifu
pa hekalu la kiroho la Yesu Kristo. Na kwa ajili ya siku ya mwisho tutaacha yote pale kimya, kwa kuwa pale wateule wa siku ya mwisho watakuwa wakiingia, ambayo wengi wao ingawa hawana tambulisho la kihalisi la kuonyesha, lakini watakuwa ni uzao wa Ibrahimu. Na hata waumini wote katika Kristo ni wazao wa Ibrahimu, ni wana wa Ibrahimu, ni mwana wa Ibrahimu kwa imani katika Kristo. Vema, wachungaji wakimshinda ibilisi kwa roho wa Mungu wa Israeli, endeleeni mbele mkimtumikia Kristo, na mpokee shukrani zangu kwa yote ambayo mnafanya kwa ajili ya Puerto Rico, kwa kuwa yote iko na lengo. Nanyi mnaelewa kwamba kuna lengo. Vema, hebu Mungu aendelee kuwabariki nyinyi nyote na muendelee mbele mkipokea ushindi, ama mkishinda ibilisi, mkishinda adui na kwa roho wa Mungu wa Israeli. Naacha mara nyingine tena pamoja nanyi mchungaji David ili aendelee.